ulishasema kuwa Kopaku alikutenda. Leo mbele yangu nataka unieleze ukweli kamili. Ni kweli alikubaka? Basi sawa, ni fresh, ni good. Hii hapa inaitwa Kitana na ni moja kati ya zile kali chache ambazo tuliahidi utaendelea kuenjoy, lakini kujifunza kwa undani zaidi kile ambacho mwandishi wa story ya Kitana amedhamiria. Inawezekana unaitazama na kuchanganya na kuvuruga, basi hapa ni Bongo Time, good time pia kuenjoy na wewe. Tupo kwenye forum za Mantare hapa, na hizi ni forum zenye mambo mengi. Moja kati ya jambo ambalo linasumbua kijiji sasa hivi ni namna ambavyo watu wanafariki bila sababu za msingi. Lakini unafahamu pia kama ujio wa mkombozi Kitana kwenye hiki kijiji imekuwa ni jambo zuri sana. Sasa leo kama ilipoishia episode iliyopita, kuna jambo ambalo lilitokea hapa. Kuna huyu mama ambaye amemuua mwanae lakini anadai kama alifariki. Huyo hapa pembeni Bishosti Kibonge ni mkwewe ambaye alikuwa ameolewa na huyu mwanaume ambaye ni mtoto wa huyu mama. Sasa mama alimuua mwanae, ama alimgeuza ndagu, mnasema kumgeuza msukure. Haya ni maisha ambayo mpaka sasa hivi yapo sana kwenye jamii zetu huku za Kitanzania. Yaani usiangalie tu series zetu Tanzania alafu kama unapita hapa kuna ujumbe mzito. Jifunze vitu, kwa sababu kuna watu wengi ambao tunasikia tunaamini wamekufa lakini bado wako hai, hawajafariki. Sasa wanaoweza kuwaona hawa watu ambao wako hai wamekufa kwenye mazingira ambayo sio ya kimungu ni watu wenye uwezo wa tofauti kama hawa kina Kitana. Sasa haya ni maisha ambayo yapo pia mtaani. Leo Kitana alifanikiwa kumrudisha mshikaji ama mtoto ama mume wa huyu bidada hapa pembeni, na alimwambia pia mama kwamba mwanao hajafa, acha kutudanganya. Sasa mama ni mchawi, na kuna mama aina hii ambao wana uwezo wa kumla mtoto wao. Yaani mama ana uwezo wa kumla mwanae ama kumuua, kumgeuza chochote kile, hasa kwenye jamii zao huko za kichawi. I told you pia kwenye jamii za Kiafrika ni maisha ya kawaida sana. Wako watu wengi ambao tumewapoteza lakini wako hai kwa mujibu wa story. Ndio maana mwandishi wa story ya Kitana anatukumbusha haya maisha. Jifunze vitu, sio unachukulia tu series. Na nimekwambia hizi ni moja kati ya zile series bora hapa Tanzania. Bishosti wakati anataka kwenda kumkumbatia mumewe, Kitana amemwambia usiende wala usimguse, ila tulia tu. Sasa sijui kama wewe mtazamaji ungeweza, unamuona mmeo amerudishwa alafu ulimiss meria sana msiba, alafu unaambiwa eti usiende kumsogelea, usimguse. Jamaa, lakini najua pia huenda ungekimbia. Ungetoka nduki. Hebu waza tu, leo mmeo unaambiwa amefariki alafu tukaamua kumrudisha eti aje akusalimia. Unaweza ukamkumbatia kweli au fanya mpendo wako yoyote. So Bishosti lakini alifurahi, amejisikia good, na ujumbe wa mwandishi hapa tunaenjoy nao. Asante kwa series nzuri pia kutoka kwa Pasari, lakini pia ujumbe mkali huwa hapa na kupeleka kwenye sini nyingine hapa tamu kutoka kwa Kitana, na tunakutana na mshikaji anaitwa Ngalewa ambaye yeye hapa kijijini basi kazi yake ni kutoa maono na matatizo ambayo yanaendelea hapa kijijini. Kwa kifupi, kuna watu wa aina hii hapa duniani ambao wana uwezo mzuri na mkubwa wa kutafakari mambo kwa undani zaidi, ama kuona vitu ambavyo binadamu wa kawaida unaweza usivione. Zamani kwenye vijiji vyetu walikuwepo watu kama hawa kina Ngalewa ambao walikuwa na uwezo wa kuona jambo na kufafanua baadhi ya ndoto ambazo mfalme anaota ila zinampa shida. So hapa yuko mwanetu anaitwa Ngalewa, muite Pasari. Hapa amebahatika kuwa na maono mengine magumu ambayo yanamsumbua kichwani. Anawaza kinoma kwa sababu anasema haya ni maono magumu kwa upande wake. Anashindwa kabisa kupata majibu, lakini amegundua kupitia kwenye kijiji cha Mantare pale kuna vitu vingi vizito, hasa kuna kama nguvu fulani za giza ambazo sio za kawaida ambazo mshikaji anaziona. Anazielezea kwa undani zaidi, sio rahisi sana ukamuelewa, lakini hii ni kwa ajili ya zile nguvu za giza ambazo ziko pale kijijini. Yani kuna roho fulani ambazo zinasumbua pale, anashindwa kuelewa vizuri. So leo anamtuma huyu Bishosti ambaye anaitwa Tazira, ni msaidizi wake Ngalewa. Leo anatakiwa aende kupambania ama aende pale kwenye kile kijiji cha Mantare kwa ajili ya kufuatilia nini ambacho kinaendelea kwenye hizi maono ambazo anapitia sasa hivi. Anasema kasikilize ardhi, nenda kafuatilie kwenye maji na kila kitu, alafu utaelewa maono haya yanayonipa shida ni kitu gani ambacho anakiona. Lakini anyways, ngoja tuende kwenye sini hii hapa ambapo tunakutana na huyu ni mtoto wa mfalme
wa hichi kijiji ni wa kike. Tumeona mfalme na watoto wawili mpaka sasa hivi. Kuna tamaduni za kawaida kwenye vijiji zinafanyika, lakini hapa pia hii tamaduni inafanyika. Anamwambia binti yake pia ajiandae kwa ajili ya sherehe za Mantale ambazo zitafanyika hapa kwa ajili ya mazao, lakini hizi sio sherehe ambazo zinafanyika tu. Bishosti ajiandae kwa sababu wakati zinafanyika kuna watu huwa wanakuja kutafuta wanawake wa kuwaoa, yani hizi chifu za kifalme. Mfalme anakuja na mtoto wake pia hapa kwa ajili ya kupata maybe mke, watu kutoka kwenye ufalme. So mtoto mfalme pia anaweza akapendwa maybe na kijana wa kifalme. So binti anasema pia, lakini anahitaji avutiwe na huyo kijana, asilazimishwe. Akilazimishwa itakuwa sio poa, akivutiwa naye itakuwa jambo zuri zaidi. Lakini mzee kauli yake imekaa kwa kuforce mambo, amesema huwezi kushindwa kuvutiwa, lazima utavutiwa tu, na ukivutiwa wewe na mizimu ikavutiwa, mtaoana, maisha yatakuwa safi sana. So that's why pia mambo za kutafutiana wachumba hata huko zamani zilikuwepo. Jamaa, congratulations pia kwa wale ambao wanaitazama Bongo Time Film. As usual unaendelea kujifunza maisha. Nimekwambia hii ni series kali kati ya zile kali, na ndio maana unaikuta hapa tuko naye. Maana yake zile ambazo sio poa sisi hatudili nazo kabisa, lakini hizi zenye ujumbe mzito na kukupa elimu tunafurahi kukusogezea. Hapo na enjoy maisha fulani ya kila Kinjekitile Ngwale zamani. Ni kama ndio tumekusogezea. Sasa leo kuna huyu Bishosti hapa. Yeye anaenda kuuza zake matunda haya hapa. Nafikiri kuna sehemu alikuwa anakwenda kuyauza. Sasa alikutana na Kitana na akataka kumuuzia bila kufahamu kama huyu binti sio mtu wa kawaida. Kuna ndizi, kuna maembe. Lakini Kitana alimwambia, mbona unafanya vitu ambavyo sio poa? Kwa nini umebeba vitu vya ajabu? Sasa unajua kwa kawaida huyu binti pia huwa anauza hivi vitu. I don't know kama anajua ama hajui, lakini huyu ni kujuze pia ni mtoto wa yule mama ambaye amemuua mtoto wake, alimgeuza msukure. So huyu binti pia ni mtoto wake. Kwa hiyo alikuwa na watoto wawili. Huyu wa kike alibaki hai, na ndio huyu anakwenda kuuza hizi bidhaa. Wakati anaenda kuziuza hapa amekutana na Kitana. Sasa Kitana kama ilivyo ada, ukibeba kitu ambacho sio cha kawaida atakwambia tu. So akamwambia, mbona, kwa nini umebeba vitu vya ajabu? Yani kwa nini umebeba vitu ambavyo sio vya kawaida au mwafu naenda kuuza? Yani ni kitu fulani cha ovyo sana. Sasa huyu Bishosti kwenye kapu humo kabeba kinyesi bana, lakini kwa kawaida wewe ukiangalia unaona kabeba matunda kwa sababu ni macho yako ya kawaida. Na kwenye maisha umeshaenda sehemu nyingi, sokoni wapi, unaweza kaambiwa fulani hauzi vitu vya kawaida. Yani kuna ngoja nikwambie kitu kimoja, ukipita sokoni wapi, kuna watu ambao huwa wanaziona bidhaa kwa jicho la tofauti kabisa kuliko wewe ambao unaliona. Unaweza kuona mtu anauza nanasi lakini ndani yake kumbe anakuuzia ni kinyesi. Ndio kitu ambacho kimetokea hapa. Unaona hiki ni kinyesi cha ng'ombe amekibeba Bishosti, lakini kwa macho yako ya kawaida unaona ni embe. So make sure unaponunua matunda mtaani uwe unajiuliza pia. Ndio maana kuna time unaambiwa chagua tu jambo moja, uwe kwa Mungu ama kwa shetani. Ukiwa kwa Mungu utakuwa na maono ya kimungu, kuna vitu utavipata, vitu vya giza kama hivyo. Lakini ukiwa kidogo umeamua kuwa kwa shetani, basi ndugu yangu wewe uwe mlozi kweli kweli, wewe unaviona vitu kama hivi hapa kama Kitana ambavyo anafanya. Sasa Bishosti anakimbia na anachangazwa na kitu ambacho kimetokea. I don't know kama alikuwa anafahamu au alikuwa hajui, lakini mwenyewe hajaamini kwa hiki ambacho Kitana amekifanya hapa. Maybe kwa uelewa wake anaweza akajua amerogwa na Kitana amegeuza matunda yake kwa kinyesi cha ng'ombe. So story inatuleta hapa, tunakutana na huyu ni mke mkubwa wa mfalme ambaye anampa kazi huyu mshikaji ambaye ni mlinzi wa mfalme pia. So mmoja kati ya walinzi wa himaya hii hapa inaitwa Mantare. Anamwambia mshikaji aende akafuatilie kesi ya shahidi mmoja ambaye alishuhudia mauaji ya Kopako. Jamaa ambaye tulishuhudia kupitia next episode iliyopita, ambaye ilidaiwa ameuawa, lakini kesi yake ilikuwa ni ya kuushi. Yani ni kama jamaa walimbambikizia kesi. Sasa unafahamu sasa hivi hapa Bushi kuna kitu ambacho kinaendelea. Kuna mauaji ambayo sio ya kawaida, na anayelipiza kisasi ni Kopako ambaye aliuawa bila kuwa amefanya kosa. Yani mshikaji alisingiziwa. Sasa leo kuna shahidi ambaye ametajwa kupatikana na yuko hai. Sasa bi mkubwa anaomba huyo shahidi aletwe, lakini kubwa zaidi bi mkubwa anafahamu kama kifo cha Kopako huenda kilisababishwa na mke mwenzie mdogo.
Ndio maana nampa kazi mshikaji huyo hapa aende akafanya hiyo kazi. Anyways, hilo ni jambo zuri pia. Ni mambo ya wake wenza. Unafahamu pia kwenye maisha ya kawaida vile huwa wanafanya. Asante tena kwa mwandishi mzuri wa story yetu hii hapa. Mimi nakutanisha na sini hii hapa. Tunakutana na Bishosti anatoka nduki kweli kweli. Wakati anakimbia anakuja kukutana na mamake mzazi. Huyu hapa Bi Mkubwa ambaye ni mrozi kweli kweli. Sasa Bi Mkubwa amekutana na mtoto wake anakimbia, anamwambia nimekutana na binti mmoja hivi huko bana, amekuja kuniambia mbona mimi nimebeba kinyesi na yalikuwa sio matunda, ni binti mmoja mdogo mfupi hivi. And Bi Mkubwa alimuuliza nini ambacho kimetokea, akamweleza pia kwamba ameniambia mimi siuzi matunda nauza kinyesi, na kweli nimejikuta nimebeba kinyesi. Sasa Bi Mkubwa huenda anajua kwa sababu yeye ni mrodhi, na huyu mtoto alikuwa hajui kwa sababu yeye anafanya biashara ambayo ametumwa na mama yake. So make sure pia ma sisters hasa Bushi mnatumwa sana kufanya biashara na mama zenu, kina bibi wanakuwa wanachezeshia michezo, maybe mnakuwa hamjui. Usiwe mbishi pale ambapo unafundishwa maisha. Bana, nikupeleke kunako hii hapa sini nyingine ambayo tutakutana na mabishosti hawa wawili wanapiga story pia kuhusiana na mambo ya kuolewa, kuoana, wanastabasamu na nini. Sasa anaingia jamaa huyu ni Chaombea. Huyu jamaa anakumbuka juzi, kama unakumbuka vizuri, kwenye sini ambayo Kitana alifanya miujiza, kuna sehemu pale walikuwa wanamfufua mtu ambaye alikuwa amekufa. Jamaa alikuwepo, alishuhudia. Sasa mshikaji analeta umbea kwamba Kitana ndiye mzimu ambaye unafanya mauaji hapa kijijini. Yaani hivi vifo ambavyo vinaendelea bila mipango, muhusika atakuwa ni Kitana tu, kwa sababu Kitana anafanya maajabu na miujiza ambayo watu wengi hawaijui na hawajui imetokea wapi. Lakini anasema anatuzuga kwa kututendea mema akiwa ni mbaya. Sijui unajifunza nini hapa tena mtazamaji. Kuna watu wema wanasema kumjua mtu mwema kwenye maisha sio kazi rahisi kabisa. Na kuna muda watu wema wanageuzwa kuwa wabaya na wabaya wanageuzwa kuwa wema. Huu ni mtihani mwingine kwa Kitana ambao tunauona, na dhamira mwandishi pia ni kuonesha kazi inavyozidi kuwa ngumu kwa Kitana. Hapo mbele huaga matatizo mengi yanatokea. So sishangae kuona binti kama Kitana anakuja hata kutaka kufukuzwa kwenye kijiji. You never know dhamira ya mwandishi ni nini. Ngoja tuende kwanza. Basi Mbea bana anafanya umbea wake, anaruka namna hiyo, ana danki. Oi, naumezana. Mimi nimependa sana wa mwendo wa Mbea. Bana, na kuleta hapa kwenye fundisho jingine pia. Leo Kitana kamtokea mshikaji wetu hapa. Huyu jamaa bwana leo anapewa funzo na Kitana. Jamaa anaitwa Rubaya. Huyu jamaa alipewa adhabu kwamba mkewe anatakiwa amtoe kafara kwenye kijiji chake, lakini jamaa alikataa, alisema anampenda sana mke wake. Na baadaye tuliona mzee wake alimforce, akasema akubali kumtoa kafara mkewe ili kuipa mizimu kile kitu ambacho inakihitaji, kwa sababu hata baba yake alimtoa mkewe. Lakini Kitana anamwambia kwamba mshikaji kama anataka kuokoa ukoo wake na heshima ya ukoo wake endelee kubaki, asikubali kufanya kile kitu ambacho mizimu inakitaka. Sasa hapa Kitana anakinzana na mizimu kisha anapotea. Hii ni kazi nyingine tena Kitana anajiongezea. Mimi na wewe tunaendelea kuangalia huyu Kitana kama anakinzana pia na mizimu, kwa sababu masuala ya kutoa kafara zamani yalikuwa ni mambo ya kawaida, lakini pia ni mambo ambayo wazee wa zamani wanaamini ilikuwa inafanya, kama pia mizimu ilikuwa inasaidia. Ukitaka mvua inyeshe inanyesha, ukitaka mazao yaende sawa lazima muipe mizimu inachokitaka. Leo Kitana anasema asiipe mizimu mke, kwa sababu mkewe pia jamani mjamzito, kwa hivyo anaua mke, anaua mtoto ambaye atakuwa hana hatia. Mshikaji amechoka kwa sababu babake alimwambia atoe kafara. Leo huku shambani kuna kamzozo kidogo. Huyu jamaa yuko zake kazini, yuko bize, anaandaa shamba na nini. Kama unavyojua tena mambo ya bushi hapa na pale, panga mingi. Punde si punde wanasema Waswahili, akasikia sauti, na hii sauti tumezoea kila siku tunaisikia. Mara nyingi ikisikika hii sauti hasa huku shambani, kuna kitu huwa kinatokea, hasa kupoteza uhai. Sasa nafikiri mwanangu leo Roho Mtakavyote amemtembelea. Kwa hiyo jamaa ana dakika chache za kuaga, ana dakika chache za kusalimiana na watu, lakini sio kuendelea kukatakata haya majani. Laiti angelijua, lakini kwa sababu amepotezea, jifunze kutokupuuzia vitu mtazamaji. Sasa jamaa wangu leo mimi nakuonyesha mzimu ambao unatusumbua kila siku ni huu hapa. Jamaa anaitwa Kopako. Huyu ni mshikaji ambaye aliuawa kwa kesi ya kusingiziwa. Sasa huyu jamaa alisema pia kwamba damu yake haitoenda bure. Na leo mwandishi ameamua kutuonyesha pia Kopako ni yupi? Yaani who is Kopako? Sasa mshikaji leo anakimbia huku na kule, huyu hapa Kopako. Na unajua tena mambo ya mizimu yenyewe huwa haijali, na mara nyingi ikikuua
unakuwa kama umepigwa na shoti ya umeme hivi, au vipi bwana? Bahati nzuri leo tunakutana na Bishosti huyu hapa ambaye ni shahidi wa kesi ya mauaji ya Kopako, mzimu ambao tumeuona umetoka kufanya jambo lake pale. Kwa kifupi hapa ni kama muhusika wa mauaji wa kifo cha Kopako ni huyu Bishosti hapa. Huyu ni mke mdogo wa chifu wa hiki kijiji cha Mantare hapa nyumbani. Sasa amekutana na hao walinzi, anajiuliza mbona mnamgadi mtu mpo nao makini, yani ni nani mnayemlinda kiasi hicho na majeshi yote haya? Ni mtu gani? Lakini Bishosti umwambia huyu mtu bana ni mtu muhimu kwa chifu, ni shahidi. So Bishosti anatukumbusha, na hapa leo tumegundua kwamba kumbe kifo cha Kopako kinahusishwa pia na huyu Bishosti, lakini huyu ni shahidi anatajwa. Alishuhudia nini mimi bado hatufahamu, ila hapa aliambiwa kwamba atimke hapa kijijini aende mbali, kwa sababu kama ataendelea kubaki hapa atakufa. Nani atamuua? Manake ni huyu Bishosti. Fahamu ya kwamba zamani ilikuwa sio rahisi. Wewe unaweza ukasema kwa nini asiende kumwambia mfalme alafu mambo tu yakawa hadharani, Bishosti akabaki hai na nini, lakini ilikuwa sio rahisi zamani kwa sababu mke wa mfalme ana nguvu sana. Sasa unaweza kwenda kutoa ushahidi kizembezembe ukamwambia mfalme na ukaishia kuuawa pia, hata mfalme akakasirika kwa mnamsingizia mkewe. Lakini Bishosti alimwambia kwa usalama wako nenda mbali, kimbia kusikojulikana, kaishi huko. Sasa zamani ilikuwa kawaida sana kumwambia mtu akaishi kijiji kingine akaacha makazi yake, sio sasa hivi kwenye generation yetu hii. Tumwambia mtu leo hii ondoka Dar es Salaam nenda Arusha, atakuuliza nitaishije, nauli na nini, nenda Moshi hivyo, nenda Mwanza, nenda Mbeya. Lakini zamani ilikuwa kawaida, timka unatimka, unaelekea kusikojulikana, utakutana na watu wengine, life still goes on, au vipi? Asante kwa hii hadithi nzuri pia. Lakini nakuleta hapa leo kuna huyu bidada anaitwa Jazira, anaitwa Tazira, kitu kama hiki bwana. Huyu ni msaidizi wa mzee wetu Ngarewa. Leo amerudi hapa kijijini na taarifa ama kazi ambayo alikuwa amepewa kwenda kuifanya kule kijijini. Sasa alikwenda kule kwenye ufalme wa Mantare kuchunguza ni hii alama za ngumu ambazo mshikaji wetu Ngarewa anazipitia ni zipi, ni saini zipi. Sasa Bishosti leo amerudi na majibu kwamba jibu la kile ambacho jamaa alikuwa anahangaika na yale maono ni Kitana. Yani kuna binti ambaye anaitwa Kitana, hizi nguvu za kale zimemuingia, na hizi nguvu ni kubwa sana kiasi kwamba Ngarewa anashangazwa kwa nini zimechagua kuingia kwa mtoto mdogo kiasi hiki. Maana yake maybe anaweza akawa hana matumizi nazo sahihi, lakini ni nguvu ambazo zilitakiwa zikae kwa mtu mzima ambaye anajitambua. Kwa kifupi sio nguvu za kawaida. Zikoje? Mbele tunaendelea kumfuatilia mwandishi wa Kitana na kujifunza mengi zaidi. Unaweza kuendelea pia kuniandikia ujumbe kupitia sehemu ya maoni kile ambacho unajifunza, namna ambavyo unaenjoy, lakini unaitazama Kitana kutokea wapi, na namna ambavyo unatamani kuendelea kujifunza zaidi kupitia series hizi za Kitanzania. Endelea kuwatia moyo waandishi wazuri kutokea Bongo. Leo kuna mzozo hapa. Huyu Bishosti leo ana kesi. Tunamfahamu huyu bodyguard. Huyu ni mlinzi wa mfalme wa queen, wa mke wa mfalme mdogo ambaye mara nyingi wamekuwa akiongozana. Lakini tumegundua pia kwamba huyu bodyguard ni Shushushu ambaye amekuwa analeta umbea pia kwa mke mkubwa wa chief. Leo amekuja kushughulika na huyu Bishosti hapa. Kesi ya Bishosti hapa ni kwamba inasemekana anatembea na mtoto wa mfalme wa kiume. Sasa amekuja kumkataza kwamba hataki kutembea naye. Mshikaji anaitwa Zumo ambaye ni mtoto wa kiume wa mfalme. Anampa mbata kwamba hautaki kunijibu kwa sababu Bishosti amesema kwa nini usiende kumkataza Zumo ambaye alikuja kunitongoza na sio mimi. Kwa nini huyu bodyguard amekuja kuzuia hili lisiendelee? Yeye na Zumo wana mahusiano au kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Najua unajiuliza maswali mengi, lakini hii ni kudokeze tu. Inawezekana ni kwa sababu mke wa chief tunamfahamu yule mdogo anamtaka mtoto wa mfalme anaitwa Zumo. Sasa huenda pia amemtuma huyu bodyguard aje kulifanya hili hapa. Mimi nimekuacha na question mark wakati unasubiri Kitana episode nyingine, uendelee kujiuliza. Napenda sana mwendo wa huyu bodyguard. Ai. Ndio maana uliambiwa fasihi inaburudisha, inaelimisha, inakosoa jamii na vitu vingine kibao ambavyo vinatokea kunako jamii. Bana, hapa ni Kitana na leo tunadondoka hapa nyumbani kwa mfalme. Yule shahidi tulikuwa tunamsubiri kwa hamu ameletwa hapa nyumbani kwa mfalme. Sasa mimi nakujuza tu pia kwamba kuna mengi ambayo yamejiri, lakini
Huyu hapa ndio atatujuza kwa nini Kopako aliuawa. Huyu hapa amekuja hapa, ameletwa kwa mfalme, lakini kuna huyu mlinzi ukimtazama hapa nyuma ana doubt sana huyu mshikaji. Huyu jamaa kama hana imani kabisa hivi. Ameshangaa sana kumuona huyu Bishosti. Huyu jamaa ni mlinzi mkuu. Ikumbukwe mfalme aliwahi kumwambia kwamba ikigundulika pia yupo kwenye baadhi ya misara atakuja kufanywa kitu kibaya. Mara ya kwanza alisamehewa, lakini pia alipewa kazi ya kuchunguza kifo cha Kopako na akasema atalifanyia kazi. Lakini amekaa kizembe, leo alipewa kazi mtu mwingine. Huyu jamaa hapo mlinzi wa mfalme. Jamaa hapa anamtolea macho huyu jamaa ambaye ni askari wa mfalme mwingine ambaye ameenda kutekeleza oda bila ruksa ya mshikaji hapa. Yaani kwa kifupi ni kwamba huyu jamaa ni kama amiri jeshi hivi, sije niseme hivyo. Sasa ni ngumu sana kwa mkuu, niseme labda kwa mkuu wa polisi kupewa mission na akaenda kuifanya halafu ikafanyika mission ambayo yeye hajatoa oda. So mshikaji hapa ni kama imefanyika mission ambayo yeye hajatoa oda. Kwa hiyo anashangaa sana imekaaje hii. Lakini ukimtazama sura yake jamani, kama anahusika kwenye hili ambalo limefanyika hapa. Sasa mfalme amemwambia binti hapa atoe ushahidi na aseme ukweli kuhusiana na kitu ambacho kinaendelea hapa kijijini ambacho ni Kopako. Sasa tunamalizana hapa, na hapa ndio mwisho wa hadithi yetu pendwa. Na moja kati ya jambo ambalo ningetamani kulifahamu kutokea kwako kwa wewe ambaye unafuatilia series zetu kutokea hapa Tanzania, hasa hapa Bongo Time Film, kile ambacho unajifunza na vile ambavyo unaenjoy na kazi zetu nzuri kutokea hapa Tanzania na kuwafariji pia waandishi wa stories zetu hizi nzuri. Sasa tunamalizana kwa hapa kwa leo na ujumbe mzuri nimekudadavulia kwa undani zaidi Kitana vile ambavyo inakwenda. Thank you and tutaonana wakati mwingine tutakapokutana hapa. Kwa leo tufanye chao.